Kwenye kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 15 na mstari ule wa 16. Yohana 15 mstari wa 16 anasema si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua, muende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili lolote muombalo Baba awapeni. Lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Ninataka kuweka mambo ya msingi sana, ama mambo ya muhimu sana, hasa kwenye swala nafasi ya kuzaa matunda kwenye ufalme wa Mungu. Nafasi ya kuzaa matunda kwenye ufalme wa Mungu. Swala la kuzaa matunda hasa kwenye ufalme wa Mungu sio swala la mchungaji, sio swala la mwinjilisti, sio swala la nabii, sio swala la mtu yote kwenye huduma tano peke yake. Swala la kuzaa matunda ni wito wa kila mwamini. Na kuna vitu vya msingi sana ambavyo ninatamani kuviweka na kuweza kuvifunua kwenye maisha yako kupitia andiko hili. Na huu utakuwa ni ufahamu wa muhimu sana sana. Tumekuwa na watumishi wa Mungu, walezi wetu wa kiroho, na inaweza kuwa na wewe na walezi wako wa kiroho, lakini moja ya msisitizo mkubwa sana ambao wamekuwa wanatuwekea ni kwenye swala la kumzalia Mungu matunda. Kuna mwingine anaweza akauliza kwamba swala la kuzaa matunda sisi labda kanisani kwetu tulifundishwa ni la watu fulani, lakini kiukweli ni kwamba swala la kuzaa matunda sio swala la watu fulani. Swala la kuzaa matunda ni swala la kila mwamini. Ile tu wewe umemwamini Bwana Yesu, hiyo ni nafasi ya wewe kuweza kumzalia Mungu matunda. Na moja ya vitu ambavyo unapaswa uvione, jambo la kwanza ambalo ninatamani uweze kuliona, kuzaa matunda ni wito wa kila mwamini. Yaani Mungu alipokuwa na kuita wewe kwa njia ya Kristo, Mungu alikuita ili uweze kumzalia matunda. Kwa hiyo ili uweze kuona nafasi ya kuzaa matunda, cha kwanza unapaswa ujijue, ama inapaswa ujitambue, unapaswa uelewe kwamba ndani yako au juu ya maisha yako kuna wito wa wewe kuzaa matunda. Na ndio maana maandiko yanasema si ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyewachagua ili mwende mkazae matunda. Kwa hiyo katika kuitwa kwako ama kuchaguliwa kwako na wewe kupokea wokovu, hiyo ni nafasi ya kwanza ya wewe kuweza kuzaa matunda. Na utaona kwenye Wagalatia sura ile wa Kolosai sura ile ya kwanza mstari wa 10 anasema mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Anayepewa wajibu huu sio mchungaji. Mwenye wajibu huu kwa Bwana, mkizaa matunda kwa kila kadhi njema, ni muamini yeyote yule. Kwa hiyo kama umemwamini Bwana Yesu, hiyo ni nafasi yako ya kuweza kuzaa matunda. Lakini jambo la pili la msingi ambalo unapaswa uweze kuliona na uweze kulifahamu kutokea kwenye andiko hili ni kwamba kila mwamini ana uwezo ndani yake wa kuzaa. Yaani kila mwamini, ile tu kwamba umemwamini Yesu, ndani yako kuna uwezo wa kuweza kuzaa. Yesu asingaliweza kutuchagua na kutuita tukazae kama tusingalikuwa na uwezo wa kuzaa. Yaani wewe mwamini una uwezo ndani yako wa kuweza kuzaa. Kwa lugha nyingine tungesema hivi, una ushawishi wa kuweza kuzaa. Yaani wito ulioko nao ni mbegu ya kuwazaa wengine. Wito ulioko nao ni uwezo ama ni mbegu ya kuweza kuwazaa wengine. Kwa hiyo lazima ujue jambo la pili, ndani yako kuna huo uwezo wa kuweza kuzaa. Sio kwamba mwingine anaambiwa unaweza kumhubiria mtu, unaweza ukapelekea habari njema wengine, mwingine anakuambia mimi siwezi nikafanya hivyo, unajua mimi ningekuwa kama mchungaji wetu, au mimi ningekuwa kama mtu fulani. Yeye anawezaga akaona na mambo ya mtu. Hapana, ile tu kwamba umeitwa, ile wito ulioko nao, ule ni uwezo wa wewe kuweza kuzaa na watu wengine. Lakini jambo la tatu la muhimu ambalo unapaswa kuweza kulifahamu kuhusiana na kuzaa matunda, waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 kuanzia mstari wa 10, maandiko yanasema kila aliyenaye mwana anao huo ushuhuda. Anaanza kuongelea swala la uzima, lakini anamalizia kuongelea swala la ushuhuda. Maana yake ulichokipokea ni mbegu ya kuwazaa wengine. Yesu uliyemwamini, ushuhuda wa Yesu kwenye maisha yako unapaswa kuleta matokeo, ama unapaswa kuzaa maisha ya watu wengine. Na nini cha mwisho ambacho unapaswa kufahamu ni kwamba kwenye kuzaa kwako matunda ni nafasi ya kupokea majibu ya ni nafasi ya kupokea majibu ya maisha yako, ama ni nafasi ya kupokea majibu ya maswali yako. Anamalizia kwenye kitabu hiki anasema ili lolote muombalo Baba awapeni
kwa jina langu. Kwa hiyo nafasi mojawapo inayoweza kukurahisishia kupata majibu yako ni wewe kuweza kuzaa matunda. Majibu ya maisha yako yamefichwa kwenye matunda yako. Uwezo wako wa kuzaa matunda ni uwezo wa kupata majibu yako. Kwa hiyo kila unayenisikiliza ni muhimu sana uweze kufahamu mpaka leo hii, ikiwa ni mwezi, tuko kwenye nusu mwaka, ni matunda gani ambayo umeyazaa? Ni nini ambacho umeweza kuzalisha? Mungu ni Mungu wa faida, sio Mungu wa hasara. Alipotuita alitaka tuzalishe. Wito wa mtu mmoja unapaswa kuzaa wengi, na ndio maana Mungu amekuita wewe. Na jambo la mwisho, ninawezaje sasa kuzaa matunda? Cha kwanza, kanuni ya kuzaa matunda tunapata tukiwa ndani ya Kristo Yesu. Yohana 15 mstari wa 4 anasema, kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu, ili kama tawi lisivyoweza kuzaa lisipokuwa katika shina. Yaani tuna nafasi ya kuzaa tunapokuwa ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo Yesu tunapata kuzaa. Jambo la pili, uwezo wa kujifahamu kwamba wewe ni mbegu inayozaa sana, na hilo litakuwa ni mambo ya msingi sana. Mungu akubariki sana. Neema ya Bwana inatutosha. Amen.